No, Brenda, umezungumza mambo mengi sana kuhusiana na masuala ya mlima, na saizi William Samoei Ruto ameweza kumaliza ziara yake kule Mount Kenya, na tumeona kuna wale baadhi ya viongozi ambao wamekuwa heckle, na wale ambao wanasema sisi tulikuwa tumekuja kuchukua pesa yetu ambao ni tax hizi zinalipa.Ikuonyesha kwamba mlima sasa hivi ishamtoka kwa mikono yake William Samoei Ruto na bado anaitafuta. I think nimezungumza kwa interview, but asanteni sana wana media kwa kunipea hiyo opportunity ya kuongea kwa niaba ya vijana wa Mlima Kenya. So kitu ningewaambia kama wana media ni kwamba hata nini ifanyike saizi, William Samoei Ruto hana lake katika Mlima Kenya. Mlima ilishaenda, ilishajipanga na ilisha decide. When it comes to 2027 ni kuamka asubuhi na kuvote kufukuza William Samoei Ruto. So hata afanye nini, hakuna kitu ambayo anaweza fanya ikamrejeshea wale watu, kwa sababu unajua watu wa Mlima Kenya ni watu ambao wana uaminifu. There are people who believe in loyalty. There are people wenye wakikupenda wamekupenda hata hawatakangi kitu yako. Remember when William Ruto was campaigning, aliwadanganya akawaita mama mboga, maasla, watu wa mkokoteni, kwa sababu ni watu wenye bidii na watu wenye kujituma. Lakini alipoingia katika uongozi alianza kuonyesha leader wao ambayo ni Rigathi Gachagua madharau katika bunge. Wakaanza kumdharau na wakaenda pale bunge wakampangia impeachment motion na wakamtoa na wakamoibisha katika dunia. And before even wamtoe walikuwa wameita Rigathi Gachagua primitive. Do you know calling Rigathi Gachagua primitive? It means even me as part of Mount Kenya I'm primitive. Inamaanisha watu wa jamii ya Mlima Kenya ni primitive. Na niseme ya kwamba the people wenye unaona wako behind William Samoei Ruto wanazunguka na yeye ni pesa wanataka. And very soon by the time next year inafika utaona wataanza kumtoroka kwa sababu hana watu kwa ground. So it is a matter of time. Wale watu wako pale katika biashara ni wabunge. Nimesikia mbunge alikuwa anapewa 10 million ya mobilization. Sina ukweli kama ni ukweli ama ni uongo, but hata wewe mtu anakuja na kupea 10 million, utachukua upewe watu wako. Watu wamekuwa na njaa, watu wamepatiwa 2,000, 3,000, 4,000 ya kupiga makofi. Hata mimi ningekuwa pale nipewe 5,000 itaniwekea fuel hata siku moja, ningepiga makofi. Unanielewa? Watu wachukue pesa wapige makofi, lakini ikifika ni wakati wa kura, ni kupiga kura za kumfukuza William Samoei Ruto kwa sababu ya yale matendo wanafanyia wa Kenya. We are not hating William Ruto on personal issues. Tuseme ati yeye ametoka kabila hii ama ile. William Samoei Ruto governance yake ndio iko sawa. William Samoei Ruto kitu ambayo inafanya atolewe ni ya kwamba the rules zenye ameimpose azifavor wananchi and they are not favorable to the citizens of this country. So that is the reason why he's getting impeached. He's just getting impeached just basically because he's not doing the work he was given to do by the citizens of this country. Yeah. Na tumeona President William Samoei Ruto ameweza kuzunguka mahali popote kule, lakini kuna baadhi ya pande za kule Mount Kenya hajaweza kufika, na fununu zinasema kwamba hakuna kitu ambacho cha kuloje. Tukiangazia kama Kiaru constituency hajaweza kufika pale, manake ndio kidogo tu. Ndio tumemwona amekagua mashule zote, ameweza kulaunch barabara amefanya. William Samoei Ruto, wacha nikwambie tu hivi, ukiangalia na nimesema katika hiyo interview yangu ya kwanza nikasema ya kwamba William Samoei Ruto haikuwa economic tour na haikuwa trip yake ya maendeleo ya Mount Kenya, ilikuwa political tour ya kujaribu kurudisha wananchi side yake na kujaribu kurudisha wananchi katika wheelbarrow. Lakini kitu ambayo ajui ni ya kwamba watu walishaona hakuna mahali wanaenda na wheelbarrow. Jamani, mimi hata naulizanga wenye walimchagua, wheelbarrow ingekupeleka wapi? Ni nani ambaye amefanya kazi na wheelbarrow akaenda mbali? You can't, wewe huwezi weka watu kwa wheelbarrow wasukume na waende mahali popote. So hizo siasa zake za wheelbarrow zilishaisha Mlima Kenya. So ndio maana unaona anajaribu kwenda pande za Laikipia na launch steamer, anabeba hizo vitu, anaenda nazo Meru, anatoka nazo pale, anaenda nazo Embu. Gari ni ile ile, number plate ni ile ile, vikingi ni zile zile, hazijatolewa, ziko vile zilikuwa zimepangwa. Anafikiria watu ni wajinga. We have been following that rally tuone
ya kwamba huyu mtu kuna kitu ambayo ya maana analetea watu, hakuna. Lakini nikasema ya kwamba kuna kitu watu wamepata ya maana, wamepata 2000, 3000, 5000 za kila siku za kupiga kelele na kupiga makofi. So hatukuwa na hasara sana kutokea na upeo 3000 na 1500. There is no problem because ni tax yako yenye imeibiwa, ni tax yako yenye ingekuwa inalipa SHA, ni tax yako ingekuwa inalipia watu hii nini, ni tax yako ingekuwa inashughulikia linda mama. Saizi wa mama wanazalia nje, the government does not care. So hiyo ni pesa yetu, so akileta haina shida. So what I can tell you that the political tour in Mount Kenya was null and void. It was useless. It was just waste of public money, public resource and time. Hizo vitu angeenda tu akae huko State House na ekea wananchi hiyo pesa, hata iende kwa linda mama, ilipia hata wa mama 3000 maternity bure, tungesema hiyo pesa imefanya kazi. Lakini sasa president amejireduce to the level of vipindi in Sarakasi and insults. And in fact that trip was about Rigathi Gachagua. Wameongea mambo ya Rigathi amefanya hii, Rigathi amefanya hii. Anga kuna mtu alikuja akanitisha bilioni 10, anga nini, unataka maendeleo ama mnataka it was all about Rigathi. And Rigathi has moved on. Rigathi ni ule mtu mnaachana na yeye na heal na move on to the next person. Rigathi is here to help Kenyans to get the next president. Hana tama, yeye alitolewa na hana tama. He's here to direct Kenyans, to tell Kenyans this is our next president. So hiyo trip it was null and void, very useless. Lakini watu wamekula pesa. Watu wa boda walitolewa Nairobi wakarudi, wakapelekwa huko wakalipwa pesa vizuri. Goons wote wakatolewa Nairobi wakapelekwa. So unaona saizi town iko sawa, ukipiga nduru goons wako ready. The former public service CS JB Muturi kupigwa kalamu wiki iliyopita na kuna baadhi ya mambo ambayo imeeleza hapo kamera, anasema kwamba hatujui na Wakenya hajui ni kitu gani aswa aliangalia kwa William Samoei Ruto ndipo sasa kumchagua kama president. Na tukitoka pale inaonekana kwamba Mount Kenya wameafikiwa sana na hii mambo ya kupigwa kalamu kila wakati. Gachagua ni mpichio, sasa ni JB Muturi. The appointed DP Kindiki unamsikia akisema kwamba kumbe bila kumaanisha kwamba sasa hivi kila ambacho kimebaki ni wale watu ambao wanafanya kazi na William Samoei Ruto lazima wamsikize. Ruto hataki mtu mbaya na mwenye mkuu. Pole. Kuna mtu nilikuwa nazungumza naye hapa kando. Wacha nijibu hiyo swali hivi. Nataka kujibu hiyo swali niseme ya kwamba katika hii pilika yetu ya siasa kuna watu ambao watakuja na pretend ya kwamba wako wako pamoja na wananchi. And the citizens should be very cautious. I want to address you, the members of the public, that you should be very cautious about watu ambao wanatolewa katika serikali, wanakuja wana pretend wako na sisi na wanalia na sisi. When the Gen Z movement ilikuwa 2024 na vijana wakauliwa kwa street, kama hukuwa na sisi hiyo wakati, usijipretend ati uko na sisi hii wakati. The reason why nitasema hivyo ni kulingana na mimi na vile naona ni ya kwamba serikali inajaribu kugawa watu wengine watoke katika serikali, wakuje wajumuike na wananchi, wachanganye, waanze siasa, warudi wachukue watu, ikifika ni wakati wa 2026, 2027 ikikaribia, warudi waruke waende pande ya William Samoei Ruto. Na nitasema hivi kwa sababu gani? Mlima Kenya saizi iko very intact na iko na unity sana. So lazima watu watatolewa wakuje wajaribu kudivide hii unity ya Mount Kenya, ndio ikae pia wao wachukue some sympathy, ama wachukue wananchi kidogo wakae pia wao ni kama wamedhulumiwa na wameteswa na wametengwa na serikali ya William Ruto. Sasa pia wao wako very in touch na wananchi, so that ikifika ni mahali pa 2026 ikiisha upate wamerudi tena side ya William Samoei Ruto. Mimi nataka kuambia watu wa Mlima Kenya, hata nani afutwe, hata nani afanywe madharau, we will follow the directions of His Excellency Rigathi Gachagua. Mimi nikiwa mmoja wa watu walipinga Rigathi sana. This time round Rigathi akiniambia niiname, nitainama. You think Rigathi Gachagua is the king? Yes, Rigathi Gachagua is the kingpin of Mount Kenya for now. And the reason why I'll say this, we have two kingpins in Mount Kenya. We have His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, who is the retired president of this country and who cannot do much to protect his legacy.
Uhuru hawezi toka kila siku akiongea kuprotect legacy yake. Na tuko na mtu hapa anaitwa Rigathi Gachagua ambaye amefanywa madharau na ambaye anajua serikali ya William Ruto kwa kina, kwa undani. Yeye saizi ana direct watu wa Mlima Kenya na watu wa Kenya mzima. In fact, Rigathi is not even the kingpin of Mount Kenya. He's the kingpin of Kenyans at this time. He's the only leader who is bold enough to face the government and tell them this is wrong and this is wrong and you had promised the people this, tulipanga hivi, tutafanyia watu hivi na mkawaruka. Rigathi saizi ndo anaongea mambo ya wananchi, ndiye amerudi katika ile role ya opposition yenye inateteanga wananchi. Rigathi ndo macho ya wananchi saizi. Rigathi ndo anaweza tuambia hii pesa imeibiwa. Juzi ndo ametuambia Bomas of Kenya imeenda. Hakuna mtu ambaye ameongelea hiyo maneno. So it is only Rigathi Gachagua saizi akona matters ya wananchi sana. Wakuwa na His Excellency Kalonzo Musyoka. Kalonzo naye hatutaki apige kelele mingi sana kwa sababu yeye ni presidential candidate wetu wa 2027. We want to make him to become the president. He's a person with is a person who is ready to lead this country, na sisi kama watoto wake kwa niaba yake tutafanya role yake ya kuongea nini yake so that yeye endelee na diplomatic mission ambayo yako nayo ya kukomboa hii nchi yetu ya taifa la Kenya. Labda swali langu la mwisho, Rigathi Gachagua ameweza kusema mwezi ujao atakuwa anazindua chama kile ambacho kitatumika, na akasema kwamba kitatoa rais, kitatoa senator, kitatoa governor. Labda nyinyi pia mmejipangaje? Maana pia President William Samoei Ruto is so much pressured about Kenya region. Wacha niseme ya kwamba 2022 watu wa Mlima Kenya walienda katika election bila kujipanga na bila chama yao, na ile chama ilikuwa yetu ilikuwa Jubilee, na ilikuwa ishatekwa nyara na chama cha ODM ikafunikwa. So ni ODM ilikuwa inaonekana sana, si Jubilee ilikuwa inaonekana sana. So watu wa Mount Kenya hata wale tulikuwa ODM hatukuwa na usemi na tuko na voice, na sauti yetu hata tukiongea haiko inasikika. So it is a good thing that Rigathi is going to do, to form a party for Mount Kenya people. We are going to support him. We will mobilize people. We will register as many members as we can across the country. But the party, remember, the party that Rigathi is going to form is not the party of Mount Kenya. It is the party to bring Kenyans together. Umenielewa? Watu wa Mount Kenya ni watu ambao wananga ukabila, wananga ubinafsi. So wewe ambao umetoka Kisii, wewe umetoka Ukambani, wewe umetoka Uluhyani, you will be welcomed there. We are ready, we will be there to talk about governance. We will be there to think about this country. So I congratulate Rigathi Gachagua, unda chama yako na unda chama ya watu wa Mount Kenya, consolidate them together. Let every Kenyan feel welcomed in that party. Let's you welcome the youth, waingie katika chama, waregister watu wengi, vijana waingie katika vyama, wakue wengi, waeke hiyo chama nguvu, hiyo chama iende ikasaidie presidential candidate ambaye ataenda kusimama 2027, ambaye natarajia atakuwa ni Rigathi, ni nani, Honorable Kalonzo Musyoka, kwa sababu hiyo ndio mimi na uhakika ya kwamba akipatiwa nafasi naongoze taifa la Kenya itakwenda mbele. Lakini sina shida with our principles, by the way. If they decide to give anybody presidency, we have no problem. As long as William Ruto gets out of power and we get somebody suitable to take this country forward, we have no problem. Whether Matiang'i, whether Kalonzo, whether Karua, whether Eugene Wamalwa, anyone who can take this country forward. But let it be known that the president mwenye tutaweka 2027, hata yeye asifikiria atakuwa ameenda kwa comfort zone. Wananchi watakuwa wanamwangalia sana, wakitaka kujua yeye ataweza kumaliza na kutatua shida zao. So that president mwenye atachaguliwa akuwe ni mtu ambaye ako ready kuserve wananchi. Asikuwe ni mtu kama William Ruto, because William Ruto was not ready to serve the people of this country. Haya, maswali hiyo side nyingine. Sasa kwa maswali yangu naweza kuuliza, tunaona kwa hii timu ya Kalonzo, Rigathi Gachagua na hiyo Matiang'i, kama Ruto wanajaribu sana kuleta watu pale, na wengine washaanza kujichokea, kama tuliona ule mama wa Maua sharudi kwa mwenye alimtuma. So nini mmejipanga aje ili serikali isipenetrate hii timu? Nimewaambia, in fact, in Mount Kenya, hata kama umepanga nani
amepangwa na nani, ametumwa na nani, amelipwa na nani. Sauti yenye tutasikia kama watu wa Mlima Kenya ni sauti ya Rigathi Gachagua. So wewe pangwa, kula pesa, lakini no direction itatoka kwa His Excellency Rigathi Gachagua. This time round we are not going to let him down because na ni vizuri Rigathi ajue that hope ya Mount Kenya iko kwake. Ndiye ajue kutupanga, ajue kuenda pale kama atatupea presidential candidate, atupea ule presidential candidate ambaye atasatisfy biashara za watu wa Mount Kenya, majani chai yetu, kahawa yetu, maziwa yetu na zile biashara ambazo tunafanyanga. Kwa sababu sisi kama watu wa mlima ni watu wa kujituma. Sisi kitu tunataka serikali ikuje ifanye ni serikali ikuje imarishe biashara na itufanyie ile kazi ambayo imesema. Hizo vitu zingine hatujui. Yeah. Tumeona leo nikimalizia tumeona leo, si leo peke yake. Siku hizi kila mahali Gachagua anaenda, tunaona serikali inajaribu kutuma vijana kuja kufuruga. Kama kijana mdogo mwenye wewe bado ndio unataka kuingia kwa siasa, unaweza waambia vijana kuhusu hiyo maneno? Ni mimi kitu nitasema, kutumiwa guns ni hali ya siasa. Nataka kuambia wale guns ambao wametumwa, pia sisi tuko tayari. Pia sisi tuko tayari, sisi si waoga. So kama umetumwa kukuja kuvuruga, kuja uvuruge ukijua utapatana na watu ambao pia wachezi, ambao pia wamejiandaa na wako tayari kwa kile ambacho utakuwa umeleta. Let me say the meetings in Mount Kenya community, they are ever peaceful. Sisi ni watu hatupendi vurugu, hatupendi fitina. Ukikuja katika mkutano yetu, tafadhali kaa chini, sikiza kile watu wanasikiza. Ukisikia au unahitaji kukaa katika ile mkutano, amuka uende. Hakuna mtu ambaye amekuforce, lakini kukuja kuleta vurugu na fitina, hiyo hatutaki. The reason why I'm telling the youth this, usitumike na mwanasiasa kulipe 200, 500, 1000, 2000, ukuje ulete vurugu mahali utandikwa uumie na hata kusaidia. Tafadhali, wewe kama mwanasiasa amekutuma mahali kwenda kuvuruga, chukua pesa, eka kwa mfuko. Si lazima uende. Chukua pesa, lakini kwenda kuvuruga usiende kuvuruga. Why are you attacking Rigathi Gachagua and is speaking what the people of this country want to hear? Because yeye ndo alikuwa mmoja wa ile manifesto ya Kenya Kwanza. Sisi tunataka kujua hiyo manifesto yao mbona haikufanya kazi na mbona hiyo serikali haifanyi kazi, kwa sababu ilikuwa mwandani. So you should not attack Rigathi. In fact, ukisikia Rigathi kwa mali unapaswa uende umpatie support ndio atufichulie siri zaidi ya serikali. Na asanteni sana wana media kwa hii nafasi, na kwa niaba ya vijana wa Mount Kenya, kama nimefanya makosa naomba mnikosoe, lakini najua nimeongea sauti yenu na tuko pamoja na tuendelee kukua na umoja kama wa Kenya. Siasa za ukabila ziishe, tu focus na siasa ambazo zitaleta faida katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana na nimeshukuru. Thank you so much, Brenda. We shall be looking for you to talk about Kenya's political agenda and issues there. No problem, I'm ready. Anytime you need me, you get me.